Mwanahabari wetu Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Ambaye ni kiongozi wetu. Viongozi kutoka eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa sasa wanamtaka waziri wa usalama Kithure Kindiki kuwa mwenye vitendo badala ya maneno katika swala zima la kukabiliana na utovu wa usalama katika bonde la Kerio. Tuko na waziri amechaguliwa wa usalama. Tuko na commissioner wa polisi ameteuliwa na rais. Lakini kila siku waziri akishika mic aseme na nyinyi mtaona bandits, mtaona ndio bandits wanakuja. Every day you, the Minister of Security, you threaten the bandits. That's when they eat. Mr. Waziri, when will you act? When will we see actions in Kerio Valley? We are tired. You want a deployment under Article 241(3) of the Constitution, a deployment that is approved by the National Assembly. Hatuwezi tuma KDF pale chini na tuambiwe KDF wakwanda police. That is shameful. We want a real deployment. Ya pili tumesema pale Kerio Valley, we want military barracks in the pale Kerio Valley. Experience serious killings, causing of havoc, maim against the communities. Are you telling us we don't have enough capacity as internal security to manage our own internal affairs? Though the law is accepting that we have to borrow in the assistance and the help of our own military, but I want to ask all these police officers that we are deploying here, or is it true that we have reduced our values and our conduct now that we are compromising and collaborating with our enemies? I mean, you cannot tell us security are in the Kerio Valley and then people are being killed. Haya yanajiri huku gavana wa kaunti ya Turkana Jeremiah Lomurukai akidai kwamba maafisa wa KDF walitumia mabomu katika eneo la Kalimngorok katika kaunti ya Turkana ambapo raia wasiokuwa na hatia waliumizwa. Tunataka kuomba serikali kwamba our security, our Kenya Defence Forces should not use those military weapons, big military weapons, use choppers actually to come and bomb the innocent people. Children play at the riverbed of that particular river. Ikawa leo serikali yetu ikatupiga bomu. Tumepoteza maisha. Tumepoteza watoto, wa mama wamepigwa bomu. Kupigwa watu wetu kupigwa bomu na serikali yetu ambaye ni jeshi ni vibaya sana inapigwa kwa wale watu ambao hawana hatia. Wakati huo huo, zaidi ya familia 700 kutoka eneo la Marthi, Samburu kaskazini zimeripotiwa kuhama na kutafuta usalama baada ya uvamizi wa mara kwa mara ambayo yamesababisha maafa ya watu wengi kule Samburu. Jamaa wanaendelea kukujaribu. They are still continuing, Mr. President, trying you. Why are they continuing trying you, Mr. President? Wherever you are, Mr. President, I'm addressing you, President William Samoei Chirchir Arap Ruto. Wakaua watoto, wakaiba ng'ombe 200. Watu 700 ambao walikuwa naishi kwa hii manyata waliama. Watu basi akafanya sasa tuko amani sasa. Hakuna kitu kingine anaendelea. Huku operesheni ikiendelea katika maeneo haya, wengi wamesalia na maswali chungu nzima ya iweje wavamizi hawa wana nguvu kiasi cha kupimana nguvu na vitengo vya usalama. Elvis Kosgei, KTN News. Na aliyekuwa waziri wa usalama Dr. Fred Matiang'i